Najaribu kuzuia chozi lisitoke, ila ndo linadondoka. Haya maumivu basi yaishe, ila ndo yananitesa. Ama makosa yangu kutokuwa na pesa, ndo maana nahangaika. Hii dunia mbona imenielemea, ndo hivyo nateseka. Ama huruma yangu iliyopitiliza, ndo inayoniweka. Tena unabaki ndio hata sikuingiza ndani. Afadhali mume wangu umekuja. Nilimwita huyo kaka hapa wa maji. Jumla ya madumu mawili yote. Basi dadangu, mimi nilikuwa naomba niende sawa. Mume wangu mpe buku. Hamna shida. Naweza hata nikaipitia baadaye sawa. Sawa kaka. Sawa, hamna shida basi. Sawa. Vipi mtu wapi? Nimemkuta hapo mbele, ni mtu wa maji. Sawa, nisikilize kitu kimoja. Siku utakapohitaji maji, niambie mimi ndo nitakayechota, sawa? Yaani sitaki kuwaona wale watu hapo wanaita hapa nyumbani kwangu. Yaani sitaki kuona kabisa. Sasa mume wangu una mind tu vitu vidogo hivi. Ndio nishakwambia, siku ukihitaji maji niambie mimi mwenyewe nitaenda. Chukua ndo ingiza ndani. Mama. Mume wangu. Vipi mume wangu jamani? Umerudi, ndio kwanza umerudi umeanza kukasirika kweli? Una shida gani kwani? Uliondoka na furaha ujue. Nitegemea furaha itadumu. Wifi, mipango yako yote naijua. Unataka kumuua kakaangu? Nimekusikia kila kitu. Nikaamua nimwambie kakaangu. Kumbe tunaishi na muuaji humu ndani. Hatujui. Hivi mwanamke umekosa nini kwangu mimi? Eti, umekosa nini mimi nakuuliza? Nimekufungulia biashara, nimekuacha hapo ukae bure. Umeelewa? Umeniletea mimba ambayo sio kwangu mimi nalea, lakini bado unapanga mpango wa kuniua mimi. Hivi una akili kweli mwanamke? Sina kuuliza wewe mshenzi wewe, shankupe wewe, kwela wewe. Eti. Umeniletea ujauzito hapo ambao sio kwangu mimi, si usiki nao. Mimi nimetulia nimekuacha nyumbani, umekaa bure. Bado tena unataka mpango wa kuniua? Hivi una akili kwako kweli kabisa? Hivi umekunza kwenu kabisa wewe? Eti. Sina kuuliza mwanamke. Halo, niko nje hapo. Kumbe wewe ndio bingwa wa wanawake za watu, si ndio Si ndio wewe? Bingwa vipi blaza, mbona sikuelewi? Kwani wewe uelewi? Wewe si ndio ambaye umemtia mimba mke wangu, si ndio? Ndio kazi yako. Kuharibu wake za watu vipi blaza? Kwani hujui?
Sikiliza blaza, mambo niache. Nikusamee kivipi? Nikusamee kivipi? Yaani wewe ndio bingwa wa karibu wanawake za watu. Wanachapa kama mimba, wanawake zetu sisi tunafungulia biashara, tunawajengea nyumba nzuri, tunawapa maisha mazuri, wewe unawatia mimba, si ndio? Blaza, sikiliza, mambo sikiliza. Samahani, mambo niache. Nikuache kivipi? Nikuache kivipi? Wewe unafika kwangu hapa. Nikuache kivipi? Nisikilize brother, wewe mwenyewe shughuli huna, ndio maana umeshindwa kumhudumia mkeo, ndo kaja ghetto kule waone tumemhudumia mpaka hivyo unavyosikia. Usiona? Unasemaje wewe? Unasemaje? Unasemaje mchezo kama mtu mna kitu? Unasemaje mchezo? Unasemaje mchezo? Kila kitu. Mwache. Kaka acha. Mmewangu wacha. Kaka mwache. Mmewangu wacha. Acha kaka. Acha. Kaka umeua. Umeua kaka. Umeua. Sasa sikilizeni nyie. Sawa. Hii siri hiyo baina yangu mimi na nyie. Sisikie mtu yote anatoa taarifa hii hapa ndani. Sawa? Kaeni kimya hivyo hivyo. Kuna muda naifosi furaha ila moyoni nalia. Yani kuna muda naumia, nashindwa vumilia, najikuta chozi linatoka, hakuna wa kunifuta. Ule nilemtegemea, ona tayari amekwenda. Kama makosa mimi nishafanya, nahitaji wako msamaha. Hasa mbona unanipa adhabu, mimi nateketea. Onana japo naumia, naumia. Ngendo hapa. Sasa hapa jimwamba fai sasa. Chukua chochote unachotaka mama mtu. Bwana vipi? Sawa fresh bwana kaka vipi kwema? Kama kawa. Tupo bwana. Mambo. Shemeji. Vipi wema lakini? Kwema. Vipi shemeji yangu nani yule mshikaji wangu wa jambo? Mshikaji wako mimi nishaachana muda. Huyu ndo baba watoto. Mimi hapa. Shika ndevu kwanza. Huyu ndo mpenzi wangu sasa hivi. Sawa, sasa niwahudumie nini? Tunataka dagaa hilo. Kwa hiyo tunakula dagaa mama mtu? Dagaa tu bana. Mimi nishazoea kuku nini. Okay, anyway basi haina shida. Wewe chukua dagaa tu hizo. Atuwekee dagaa, tuwekee dagaa. Hapa tayari. Jumla 1000 hapa mtanipa. Buku haina shida. Sasa buku. Mwanangu wewe hii utazuia babu. Shukrani bwana. Utazuia hiyo. Vipi lakini maisha yanaenda? Bwana mimi ndugu yangu shemeji yako yule tumeachana bwana. Na chanzo cha kuachana mwanangu hapa kati yametokea matatizo makubwa mno. Naona bwana huyo shemeji yako alikuwa ni mtu wa vikoba. Kuna pesa ambayo tulikopa wote pale. Lakini mwisho wa siku akaja akaniambia kwamba tayari kashailipa yote. Ikaenda kuna siku narudi imekutana na yule mshikaji wa mikopo, Ansi ule. Ushaona? Nimemfuma naye kabisa chumbani. Bwana. Ushaona? Na jana tu hapo yule Ansi ule amekuja na bosi wake amekuja kudai pesa. Mimi nikaambiaje? Hapa mimi kwangu telepa nishamfukuza. Na vipi kama izani naye? Wenyewe. Ile bosi akaja akasemaje kwamba huyu kijana mimi alikuwa ni mfanyakazi wangu hapa na mtuma. Lakini pesa zote kala yule mshikaji na asikia kazi yake ndio ilikuwa ndio hiyo kama mtu alikuwa hajalipa na kwa anatembea naye. Lakini cha ajabu zaidi akasema kwamba yule jamaa ana ukimwi. Huyo Ansi mwenyewe ana ukimwi. Bwana. Yaani kaasilika kabisa. Bwana pole sana. Bwana ndugu yangu asante. Yaani mimi mwenyewe sidhani kama nitakuwa niko mzima mpaka sasa hivi. Sidhani. Oya, mwanangu pole. Oya, mwanangu kama kaasilika umefanya vizuri sana kumwacha yule mwanamke. Ujue ukimwi unaua ujue. Unaua. Yaani kama una afya mbovu hata siku 2 siku 3 umalizi. Mimi nakwambia ukimwi ni hatari. Wewe mama mtu unasemaje?
Yeah, au yaani ukimwi noma ise. Mimi kama mimi ningemuua huyo mwanamke. Aniambukiza ukimwi kabisa hivi hivi. Lakini haina shida, wewe nenda kapime kwanza, jicheki afya yako afu mambo mengine yaendelee. Au unasemaje? Sawa ndugu yangu, pole sana babu. Asante bwana. Mimi unaona hii kichombo hiki? Mimi wiki ijayo tu mimi naoa. Naoa hapa. So basi tutakuja huko. Poa, haina shida. Sasa tuondoke basi mwanangu. Poa mwanangu. Poa. Leo naenda kujilia vingine tena. Au sio? Mimi afu kwa taarifa yako, mimi sasa hivi nikitaka muda wowote hapa mimi nakula. Sio mpaka nipige simu, sio nini. Sina hudumia. Chombo nimekiwa ndani kwangu kabisa. Muda wote. Afu wa moto huyu. Wa moto. Au sio? Bala fresh babu. Poa mwanangu. On the beach. Najaribu kuzuia chozi lisitoke, ila ndo linadondoka. Haya maumivu basi yaishe, ila ndo yananitesa. Ama makosa yangu kutokuwa na pesa, ndo maana nangaika. Hii dunia mbona imenielemea, ndo hivyo nateseka. Ama huruma yangu iliyopitiliza, ndo inayoniweka. Huu masikini ndo unaninyemelea, ndo nadhalilika. Hasa kuna muda najiuliza, haya yote mbona yataisha? Sijakata tamaa, napambana. Mbona unakimbia mke wangu? Usiniogope. Mimi sio mtu mbaya, usiniogope mke wangu. Njoo basi. Mke wangu. Nisikize basi nikwambie mke wangu. Samahani sana kwa wote. Naomba unisamehe kwa wewe ambayo imetokea. Lakini mimi tayari nishakubali, mimi nitalea hiyo mimba. Lakini naomba iwe siri yako, usimwambie mtu yoyote. Sawa mke wangu? Nisamehe mke wangu. Niko tayari kulea hiyo mimba. Mimi sitamwambia mtu yoyote kama hiyo mimba ni ya mtu mwingine. Na wewe nakuomba ukae kimya, ulindie hiyo siri. Usimwambie mtu yoyote kama mimi nimehusika na mauaji yoyote yale. Sawa mke wangu? Nakupenda mama. I'm sorry baby. Sawa. Sawa mke wangu. Sawa. Bosi wake amekuja kudai pesa. Mimi nikaambiaje? Hapa mimi kwangu telepa nishamfukuza. Na vipi kama izani naye? Wenyewe. Ile bosi wake akaja akasemaje kwamba huyu kijana mimi alikuwa ndio mfanyakazi wangu hapa na mtumatuma. Lakini pesa zote kala yule mshikaji naye. Asikia kazi yake ndio ilikuwa ndio hiyo, kama mtu alikuwa hajalipa na kwa anatembea naye. Lakini cha ajabu zaidi akasema kwamba yule jamaa ana ukimwi. Huyo Hansi mwenyewe ana ukimwi. Yaani kaasilika kabisa. Sidhani. Oya, mwanangu pole. Oya, mwanangu kama kaasilika umefanya vizuri sana kumwacha yule mwanamke. Ujue ukimwi unaua ujue. Unaua. Yaani kama una afya mbovu hata siku 2 siku 3 umalizi. Mimi nakwambia ukimwi ni hatari. Wewe mama mtu unasemaje? Makosa yangu. Makosa yangu. Makosa yangu. Purchase your tracks today. Ninakimbia madeni ninayodaiwa, umasikini unanitawala, hata sijui lini nitatoboa. Hata mke wangu nyumbani sielewani mimi na yeye, eti kisa pesa, eti kisa mawe, huku mtani madeni yananiandama mie, eti kisa sina pesa, eti kisa sina